Hakuna mtu ambaye hataki kukwezwa. Kila mmoja anatakiwa apande juu. Na ndani ya unyenyekevu ndio kuna kuinuliwa na Mungu mwenyewe. Ijapokuwa utamuona kama Mungu amechelewa, lakini lazima neno lake aweze kulitimiza. Lazima upambana na hii family background. Na hata kama Mungu amekuinua kwenye maeneo fulani, basi usijaribu kuweka kiburi cha aina yote. Na beauty ambayo Mungu amekupa, uweze ujue kwamba Mungu amekuheshimu kwa sababu zake mwenyewe. Lakini usitumie uzuri ambao Mungu amekupa weza kumnyanyasa mwingine. Maana aliyekuumba wewe ndiye aliyemuumba yule. Unaweza kupewa beauty, lakini usiwe na nguvu ya kiuchumi. Lakini mwingine akakosa beauty akawa na nguvu ya kiuchumi. Hata kuna watu ambao waliumizwa kwa ajili ya kiburi. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer kwa jina la sasa tunamuita Shetani. Lakini baada ya kumkosea Mungu ndio akaitwa Shetani. Na hii tunaiona vizuri kabisa katika Ezekiel sura 28 na mstari wa 17. Nataka kuzungumzia kiburi. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri ulionao, kwa sababu ya uchumi ulionao, kwa sababu ya elimu ulionao. Whatever God has blessed you, endelea kunyenyekea chini ya mkono wake, atakutendea mambo makubwa. Wali uzuri huu ulimchanganya Lucifer. Kuna mama mmoja alikuwa na neema kubwa sana, alikuwa anaitwa Malkia Vashti. Alikuwa ni mke wa mfalme Ahasuero, lakini kiburi kilipomwingia alipoteza nafasi yake ya umalkia, kwa sababu Mungu yuko kinyume na kitu kinaitwa kiburi. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo mengi sana yanatokea kwenye familia zetu leo yanatokana tu na kiburi, na kuna mengine kwa sababu watu wamekosa mashauri. Lakini kumbuka jambo moja, hakuna jambo jipya chini ya dua. Kilichopo kilikuwapo. Wakati unakuta kijana mdogo tu miaka 40 anatukana watu ovyo tu, anaumiza watu, na hana uhakika kama atafika miaka 50. Alafu hajui kama uko mbele kuna hukumu. Au unakuta mtu mzima miaka 60 70 anaiba tu, anadhulumu watu, anaua watu tu, hajui ya kwamba yuko saa 11 chochote kinaweza kutokea. Hivi unanielewa? Wana wa Mungu lazima tuelewe tuko safarini, na kuna watu wameshafika kipindi hawajui kama kuna kufa, lakini kufa kupo. Lakini wewe neno kufa ulijui, na bado unakuwa katili. Ukiyaelewa mambo yote haya utakuwa mnyenyekevu mbele za Mungu.